Mwenyezi, mambo vipi? Mungu ni mwema. Habari ya wewe? Fresh kabisa. Hongera sana, unapambana sana kila sehemu unaonekana. Yes, tunapambana kwa sababu ya timu yetu, tunapambana ili Azam FC endelee kupanda na kuendelea kukua na kila mtu aithamini na ajue uwepo wa Azam Football Club. Kwa hiyo tunajitahidi sana kulifanya hilo jambo na tunashukuru kama hivi nyinyi mnaliona na mna appreciate, ni jambo jema sana. Mimi naona wewe ndo unafaa kupewa tuzo ya shabiki bora kutoka Azam, namna ambavyo umekuwa ukipambania. Wewe mwenyewe unaliona hilo? Unajua uzuri wa vitu hivyo, unasema vitu wao wanaviona watu. Wakiona watu watakwambia kuliko kuona wewe mwenyewe, unajua. Kwa hiyo ni jambo jema kwa sababu umeliona hilo jambo, na furahi sana kusikia hivyo. Yeah. Kesho mnaenda kucheza na Dodoma Jiji. Nyinyi kama mashabiki na jicho lako pia, unaonaje, unatazama vipi kuelekea mechi ya kesho? Mechi ya Dodoma ni mechi ambayo tunaamini itakuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu mpira wa Tanzania tunaujua. Kuna mtu mmoja anaitwa Anthony Mavunde, yupo hapa kwenye ardhi ya Dodoma. Kwa hiyo tunajua watu kama wale sometime na wakiwepo kwenye miji kama hii, inawezekana wakawa wanawapa motisha wachezaji wa timu hizi pinzani. Kwa mfano kitu kama hicho tulikutana nacho tulivyoenda kucheza na Pamba, mkuu wa mkoa wa Mwanza kuna namna alifanya. Kwa hiyo tunajua kwamba Azam tuna experience vitu kama vile kwa sababu sisi ni timu kubwa pia hapa Tanzania. Kwa hiyo timu yote ambayo inajua inaenda kukutana na Azam FC inajua kuna kitu gani ambacho kinakuwa kinatokea, kuna maandalizi ambayo wanakuwa nayo ambayo ni extra zaidi ya yale ambayo yanakuwa maandalizi ya kawaida. Kwa hiyo tunajua mechi itakuwa ngumu, lakini jambo ambalo Dodoma tunapaswa wajue na walifahamu hilo ni kwamba Azam FC tumetoka kuyumba kidogo kwenye mechi kwa sababu sisi kutoka sare na watu kama Pamba na watu kama Prison almost ni kama tumepoteza mechi. Umeona? Ni kama tumepoteza mechi. Kwa hiyo tumetoka nao sare wale pale, sisi tumeyumba. Sasa ninakuwa namna gani tunaweza tukakaa sawa sawa? Njia kwa sawa sawa tunaanzia kwa hapa kwa Dodoma. Achana hii mechi FA ambayo tumetoka kushinda juzi. Kwenye ligi inamaanisha tunaenda kukaa sawa sawa kuanzia mechi na Dodoma. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunahitaji kwa nguvu kubwa mno kwa sababu kuna mlolongo wa mechi ngumu zinakuja hapa na tuna uhakika tutapambana nazo na tutachukua point 3. Kwa hiyo kwa sasa hivi nadhani tutakuwa tunaangalia tu kwa jicho baya sana. Yaani sasa hivi tunaangalia kwa jicho la kizombi. Tunaangalia kwa jicho ambalo tunajua kabisa ukimess up tumedili na wewe. Kwa hiyo hiko ndio ambacho kinaenda kutokea kwa kesho. Dodoma ikiwa nyumbani mara nyingi inakuwa kwanza ina mashabiki wengi sana ambao wanahudhuria kutazama mechi zao na vitu kama hivyo. Ni uoga kwenu kutokana na namna ambavyo Dodoma inacheza hususan ikiwa nyumbani? Blaza, sisi ndio timu ambayo tumecheza katika kiwango kikubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa mwaka huu kwenye mechi dhidi ya Wydad Athletic Club. Kwa hiyo ule ni uwanja ambao naamini uwanja wa Dodoma kwenye uwanja wa Wydad ule Mohamed wa 5 inawezekana ukawa unaingia hata mara 6. Umati wa Waarabu ambao ulikuwa pale, lakini nadhani uliona Imidi Mao huwezi kumtisha na washabiki wa Dodoma. Idi Seleman Nado huwezi kumtisha na washabiki wa Dodoma. Kwa hiyo ni sawa, ongera zao kwa kuwa wana fan base kubwa. Tunawapongeza katika hilo, ni ukuaji huko kwenye ligi yetu. Lakini hakuna mchezaji wa Azam FC ete ambaye atashindwa kupiga pasi kwa sababu ya uwepo wa mashabiki wengi wa Dodoma, mafundi gereji ambao wamekusanyika pale kwenda kushangilia, ionekane kwamba wanaweza kuathiri wachezaji wa Azam FC. Ni kitu ambacho hakitowezekana. Kwa hiyo umati mkubwa hauwezi kuathiri wachezaji wetu kwa sababu ni wachezaji wa daraja kubwa sana, ni wachezaji wa daraja la juu. Ni wachezaji ambao kama unavyoona sasa hivi kwamba mtu kama James Akaminko akishajulikana uwanja yeye hawezi kupiga pasi, basi inaonekana kabisa ule ni uwanja ambao upaswi kutumika na inabidi ufungiwe moja kwa moja. Nadhani kitu kama hiko umekiona kimetokea Sokoine. Kwa hiyo tuna wachezaji wakubwa ambao ni wa madaraja makubwa sana. Hawezi kuathirika na kelele za mashabiki nje ya uwanja. Okay. Watu wamekuwa wakizungumza na umeposti pia kwenye Instagram yako kuhusiana na namna ambavyo Azam inatakiwa iwe na ile mentality kama timu za Kariakoo kushinda away viwanja vya huku mikoani, au sio? Unahisi kuna mtu huwa anacheza mechi za Azam especially mikoani kwa maana ya kwamba inakuwa ni ngumu sana Azam kupata matokeo away hususan viwanja hivi vya mikoani? Kuna kauli moja inatumika sana, inaitwa soka letu kivyetu vyetu. Kwa hiyo nilitumia neno moja kwamba ukishakuepo kwenye mji wa chongo au nchi ya watu ambao ni chongo, wewe mwenye majicho mawili ndio manake ndio mlemavu. Kwa sababu kila mtu ambaye unamwona ana jicho moja. Kwa nini una macho mawili? Manake wewe ndio kilema kwenye ule mji. Sasa sisi Azam FC ni timu ambayo tunanyooka sana kwenye mambo yetu. Hatuna kona kabisa. Sisi ni watu ambao tuko straight. Lakini kwenye ile kauli yangu, rudi kwenye kauli ambao ameongea jana msemaji wa Simba wakati anazungumzia kwenye mechi yao inayofuata. Kuna maneno ameongea. Kama umesoma Cuba na unauelewa mkubwa wa mpira wa Tanzania, utakuwa unaelewa ambacho sasa connect dot pale nilichokiongea mimi, alafu nenda kamchukua yule msemaji wa Simba alichokisema, utapata picha. Unaona kabisa msemaji wa klabu taasisi ambaye ni official kabisa anasema kabisa kwamba anatamani mechi yao ambao wanaenda kucheza washinde wao kama wao na asitokee mtu yote ambaye atacheza mechi zao. Sijui unaelewa, unazielewa hizo mechi. Kwa hiyo hii ni maana yake hii inaku highlight katika jambo gani? Hii inaku highlight
kuonesha kwamba huu mchezo kwenye ligi ya Tanzania huu upo, ila ni namna gani tu unaweza kuprove moja kwa moja. Ni ngumu kwa sababu unafanyika kisiri sana. Kwa hiyo hata sisi najua, kwa sababu sisi pia ni miongoni mwa timu kubwa Tanzania. Automatically mchezo kama utakuwa tunachezewa, yani hakuna namna utakwepa kwa sababu tumeshakuwa wakubwa. Sijui umeelewa. Kwa hiyo maana yake vitu kama hivi lazima tutakuwa na sisi tunavyo experience. Kwa hiyo natamani sasa na sisi viongozi wetu wao wanajua namna gani sasa kujiorganize ili kuweza kupeperusha vitu vya nje ya uwanja ili jambo letu liweze kusonga mbele na bendera ya Azam FC endelee kutanala au endelee kutamba kwenye taifa la Tanzania. Yeah. Matokeo yenu hayakuwa mazuri kama ambavyo umesema, nyinyi ni timu kubwa of course kwa upande wa wakati mnacheza na Prisons Mbeya kule. Lakini baadaye uwanja umefungiwa. Umereposti ile taarifa ya TFF ambayo ilitoa kuhusiana na swala la kufungia uwanja. Yanga hawatacheza kule tena. Wanaenda kucheza Tabora. Hii kwako imekuwa ni ngumu kiasi gani? Katika kitu ambacho nasikitishwa sana na bodi ya ligi pamoja na uongozi wa mpira wa Tanzania ni pamoja na hiko kitu. Yaani umefikia stage sasa kwa mtindo unaonekana sisi ndo tunakuwa matesta. Unajua testa? Yaani testa manake wewe nenda pale au sio bwana? Ukifaulu wewe basi hao wengine watapita. Ukifeli wewe hao wengine watabidi wasipite. Kwa maana wanatufanya sisi kama matesta. Kitu ambacho kijanivutia binafsi kimenisikitisha sana. Kama sisi tumeweza kucheza pale na tumetoka sare na sisi ni miongoni mwa timu kubwa Tanzania. Ni timu ambayo kila siku tunaulizwa tunafeli wapi. Sasa haya majibu maswali kama haya nadhani hata wale ambao wanauliza kwamba Azam FC wanafeli wapi. Waangalie scenario kama hii. Sisi tumeenda kucheza Sokoine Mbeya. Tumefika Mbeya sisi siku ya mechi kuanzia asubuhi mpaka jioni linashuka bwagi la maana. Mvua inanyesha kinoma noma. Wamechimba mule pembeni mule, maji ndo yanaingia mule, lakini bado pale kiwanjani hakuna kinachoeleweka. Mwisho wa siku sasa tunakuja kuambiwa Yanga aende kucheza pale. Kwa nini Yanga aende kucheza pale? Maana Yanga anatengenezewa mazingira yawe smooth kwake yeye ili aweze kufanikiwa, ili aweze kupata point 3. Sasa point 3 ambazo zinataka Yanga na sisi tunazitaka hizo mechi kama hicho, yani ni bora ligi ya Tanzania kama itawezekana kuchezwa kwenye viwanja vitatu au viwanja vinne ambavyo vimenyoka. Basi ligi ichezwe humo. Kuliko nikuwa na maviwanja kama ambao eleweke, afu mwisho wa siku mnataka tukienda sisi Azam tupoteze point, afu nyinyi wajomba zenu na shangazi zenu kwenye timu zenu za kulisi ndio mnawahamisha kwenye uwanja. Kile kitu binafsi ndio maana unaona mpaka naongea kwa jazba, kile kitu kimeniuma sana. Kile kitu kimeniuma, yani walichofanyia sisi sio ustaarabu na wala sio ungwana. Mpira ucheze vile. Kwa bodi ya ligi kama wao wanajua wapo kwa ajili ya timu za Tanzania, basi wahakikishe kwamba wanasimamia kila timu inakuwa na mazingira mazuri kwa ajili ya kushindana. Fair competition hapa haiwezi kutokea. Yani inawezekana tu tunakimbizana au si bwana, tunaambiwa bwana hizi mbio, lakini wewe unakimbia kwenye lami afu mimi nakimbia kwenye barabara vumbi na miba kibao. Alafu tunakuja kwamba wote tufike mbele pamoja. Itawezekana vipi wakati mwenzetu unakimbia katika mazingira ambayo ni bora kuliko sisi? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitakiwi kabisa. Ni kitu ambacho hakipendezi kabisa. Haipendezi. Wametukosea sana Azam FC. Kama walikuwa wanajua ule uwanja utakiwi na umefungiwa, ulibidi ule uwanja usitumike, kwa sababu ule uwanja kama kufunguliwa ulifunguliwa toka kipindi Simba inabidi akacheza na Prison pale. Sijui mimi, lakini Simba kucheza pale, mechi kaja Dodoma. Sijui unanielewa? Baadaye sisi mechi yetu ndio inafuata, tunakuja tunaenda kucheza pale. Sijui mimi, baadaye ilitoka mechi yetu sisi, mechi inayofuata bidi akacheza Yanga, wamemuondoa tena. Sijui unanielewa hapa ninachokizungumza? Yaani Simba ibidi acheze, uwanja umefunguliwa, Simba ibidi acheze pale, lakini Simba hajacheza pale. Umeelewa? Wamemhamisha. Amekuja kucheza Dodoma. Mechi inayofuata kuja kucheza pale na tunaenda kucheza sisi. Tumeacha tucheze pale kwenye shamba la mpunga. Sijui umeelewa? Sasa hivi mechi inayofuata ingine bidii achezani, aenda akacheze unani Yanga, wamemkatalia asiende kucheza pale. Hasa inaleta picha gani na taswira gani kwenye mpira wa Tanzania? Alafu ukizingatia sisi Azam FC ndio timu ambayo tunadumisha mpira wa Tanzania, kwa maana tunaona wachezaji bora tunawazalisha sisi. Sisi ndio timu ambayo imebeba future mpira wa Tanzania, lakini bado wanazidi kutokandamiza. Uwekezaji mkubwa ambao unafanyika na kampuni za SSB kwenye mpira wa Tanzania, kwa hiyo ndio tufanye vitu kama vile. Ule sio ungwana, sio ustaarabu. Waambie kabisa bodi ya ligi na hii sahamu iwafikie. Walichotufanyia sio kitu fair na mpira hautaki kuwa kwa namna ile. Okay. Unahisi timu za Kariakoo zinatengenezewa mazingira rahisi zaidi kuchukua ubingwa na kwenye huu mpira wa ligi kutokana na hivyo vinavyotokea? Kwani vitu timu za Kariakoo nafikiri zimefanya mambo mangapi ambayo wangefanya watu wengine? Kaona wewe mwaka jana unajiona kwa mara ya kwanza nchi ya Tanzania ndio ilikuwa na ligi ambayo ina finali. Wewe unajiona mwaka jana ligi ambayo kila timu inabidi point 3, lakini mwaka jana si ligi ilikuwa na finali. Ilikuwa na finali ligi. Alishinda kwa finali sio kana amechukua kwa bingwa. Ndio mpira wetu wa Tanzania ulivyo hivyo. Kwa unapozungumzia hizo timu za Kariakoo tunajua namna gani ambavyo wenyewe wanaziona kwamba zina nguvu kubwa nje ya uwanja. Lakini sasa haimaanishi kwamba wale inabidi wawe exception kuliko wengine. Basi kama hivyo ianzishwe ligi yao peke yao tuone sasa. Yaani kuwepo na ligi ya Simba na Yanga peke yao. Sijui umeelewa? Alafu sisi timu zingine tucheze ligi nyingine. Alafu tuone watu wanataka ligi gani. Mbona mtanijembe zimekufa, mashindano mangapi yamekuja ambayo yanarusha timu mbili yanakufa. Kwa hiyo wasione ligi ya Tanzania na kuwa na nawili na pendeza kwa sababu hizo timu zingine pia. Sijui umeelewa? Kwa hiyo wasio wanazivunjia heshima hizo timu zingine. Kwa hiyo hata sisi watu fair competition iwepo kwa kila mtu. Hiko ndio ambacho nakizungumzia. Msimu mmefanikiwa kumbabua Simba kwenye gemu ya ligi. Weekend hii mnaenda kukutana na Yanga tarehe 15. Mmejipangaje Azam? Mnaona kabisa mnashinda, mnaondoka na pointi 3? Au unaoita wewe Simba, mimi naita mishangazi. Ile ni mishangazi yetu.
Umeelewa eh? Kwa hiyo ni kwetu mwapasua. Tunasubiria mechi inayofuata na hiyo mechi ya Yanga, lakini kabla ya Yanga tuna mechi na Dodoma, ndio maana leo tuko Dodoma, lakini tuhakikisha tunafanya vizuri. Mechi ya Yanga wala sikumize kichwa. Ni mechi ambayo tuna uhakika wa 200%. Kumpasua Yanga ni jambo la kawaida. Haiwezekani mimi niona Florent Ibenge, kocha ambaye ameweza kucheza na wachezaji 9 Zanzibar, Yanga ikiwa imekamilika, alafu Yanga akashindwa kutufunga ndani ya dakika 90. Alafu tushindwe tukiwa tuko complete 11 tushindwe kuwafunga kwenye uwanja wetu Azam Complex. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Waje uone burudani inakuja kutokea, lazima tuwapasue. Mmoja kati ya mchezaji ambaye umwamini kabisa ni Okello. Kwako unaona hana kiwango kabisa? Sio mchezaji yule sio mchezaji. Simona wanahangaika kumbana wanamgenja magoli anapewa sasa hivi na yeye. Kama alivyokuwa anapewa mpwao wenzake Prince. Wamegenja wanampa magoli sasa hivi na wanampa. Dube alikuwa anafunga. Sasa hujui kwa sababu alikuwa anafunga? Alikuwa anafunga kwa sababu yupo kwenye timu bora blaza. Hajawahi kutokea mchezaji yote ambaye ameondoka kwenye kikosi cha Azam FC akaenda kwenye timu yote akalekwa akaenda nje. Kwa hiyo maana yake anakuonesha kwamba sisi ambao tunashindana katika hali iliyonyoka ndio tuna wachezaji bora ambao kila mtu akiwapata atawatumia. Sijui umeelewa? Hiyo ndio kitu ambacho kinasababisha sisi Azam FC tunaonekana kwamba kila siku tupo kwenye ramani ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo hao uliowataja wote hao wamepeana mapenati huko, ndo wanafunga, ndo wanaonekana wameinukia na wanakaa vizuri. Lakini kilicho kwa bora hakihitaji kugenja kama hivyo. Unamjua JJ Ngita Kamanga, mtaalamu wa mpira striker boli. Umemwona huyo mtu? Ana mechi ngapi? Ana mechi 5 magoli 4. Maana yake kila yani anakuhakikishia kila goli kwenye kila mechi ambayo anacheza. Huyo ndo mashine ya kazi. Hahitaji kupewa penati yule. Anajionyesha mwenyewe. Ndugu yangu, kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Uzuri wa Ngita hauwezi kumfanya na mchezaji yote kwenye timu ya Kariakoo. Yule ndo mfungaji hasa, mashine ile pale. Ndio hivyo. Kwa hiyo wao wanapenda penati, sijui mchezaji mpaka nale kibao. Wanapata tabu sana, pole yao. Ni wakati nasoma kwenye Instagram yako, kuna moja kati ya shabiki wakati umeposti ile video kuhusiana na game ya kesho, kuna moja akawa anasema tofauti kati ya Azam na Dodoma Jiji ni Iriza tu peke yake. Unamjibuje mtu kama wewe? Sisi ile mambo tumeyazoea. Tunajua huyo, tunajua ameathirika na nini. Huyo ana mtindio wa ubongo. Kuna watu wengi wanaumwa. Unajua tatizo la Tanzania, wachezaji washabiki wengi wameanza kupenda timu kabla kupenda mpira. Sijui umeelewa. Sasa ogopa sana mtu ambaye anaipenda timu. Mtu ambaye anaipenda timu hata ukimwambia timu yako leo imefungwa atakubishia. Yaani haja angalia, lakini anaweza akabisha. Ukamwambia bwana timu yako imefungwa. Ila anayependa mpira ndio kama sisi wengine. Tumeanza kupenda mpira, mwisho siku tupo na Azam FC tukiwa na akili timamu. Sijui umeelewa. Kwa hiyo maana yake tunajua tunapoanza kuzungumzia mpira tunaanza kuzungumza mpira. Sijui umeelewa. Alafu baadaye ndio tunakuja kuzungumza kuna masuala nini? Masuala ya timu. Sasa hao watu wanaosema wamecomment kwenye page yangu mimi, hao ndio watu wale ambao sasa wao wameanza kupenda nini? Kuanza kuipenda timu. Wamelisishwa timu kabla ya mpira. Anachukua kila anaveshwa jezi, aenda kwenye akiwa ana akili ajui chochote kuhusu mpira. Mpaka anakuwa anajikuta amevaa manguo ambayo eleweki. Mwisho siku ndio huyo anatembea kama hivyo. Kwa hiyo lazima tutakuwa naongea kitu kama hiko. Kwa hiyo sasa swala la Iriza ni tofauti ya Azam FC na timu zote Tanzania. Amekosea sana kusema utofauti wa Azam FC na Dodoma Jiji ni Iriza. No, Iriza ni utofauti wa Azam FC na timu zote ligi kuu Tanzania bara. Kuna timu iliahidiwa Iriza lakini sasa hivi wanapewa Kolola. Uongo? Kama nadanganya niambie. Hawapewi Kolola watu? Kuna watu wanapewa Kolola lakini bosi wao anaahidi Iriza. Alisema kabisa bana Iriza anakuja na picha alipiga nayo. Mpaka leo haionekani, mwisho wa siku anagawa na Kolola. Mimi naona huruma tu, asije kapanda na masemi barabarani. Kwa sababu Kolola inaonekana kama kigogo tu cha semi trailer. Umeelewa? Kwa hiyo tunawasikitikia. Kwa hiyo ndio wajue utofauti wa Azam FC kwenye swala la Iriza ni Azam FC na timu zote za ligi kuu Tanzania bara. Sio pamoja na sio Dodoma Jiji pekee yake, asione Dodoma Jiji. Ile ndio ndege ya alizima. So una kipi cha kuambia bodi ya ligi pamoja na TFF kuhusiana na hizi fair ambazo wamekuwa wakizitoka hizi timu za Kariakoo? Kwa sababu Azam na nyinyi pia kama wanatoka hizi timu za Kariakoo na nyinyi pia mnastahili mpewe fair hizo ambazo wao wanawapa. Sijui uwanja mbovu ikifika zamu ya Simba na Yanga wao wachezi. Azam nendeni. Tunahitaji fair competition kwenye ligi, kwenye bodi ya ligi wasimamie hilo. Tunahitaji ushindani ambao unamweza kumfavor kila mtu ili aweze kufikia malengo yake. Nashukuru sana. Shukrani sana. Pamoja sana.